Vipi bro? Poa sana, nikusaidia aje customer? Uko na Dominix? Dominix hizo ndawa gani kwanza? Acha niangalie. Sidhani kama niko nazo. Namaanisha ile dawa ya kulalisha ile ya kufanya mtu asinzie. Dominix niko nazo. Acha niangalie kama nitaziona then nikupatie. Kwanza unataka kiasi gani customer? Unauza shilingi ngapi kwani wewe? Hapo kuna ya 50 na pia kuna ya 100. Unataka kiasi gani? Ilikuwa naomba ya 50 na pia kama uko na juice mambo 72. Sijito kwa shilingi ngapi? Umesema juice na sini ya 50 ndio minutes. Juice nataka juice mbili. Juice yoyote natumia. Mbili nahitaji mbili. So itakuwa how much? That is 350. Okay, kwa basi mimi acha nilipe na pay bill. Sawa, haina shida. Sawa. Bila shaka umeona, sio? Umeshindaje mwanamke Rashid? Nimeshinda vyema, sijui wewe. Alhamdulillah, nashukuru, sina neno. Nimemkuta Rashida. Rashida hayuko, kwani haja kutaarifu? Hapana, haja nipa taarifa yoyote ile. Rashida kwa sasa yuko ughaibuni. Mashaallah, utaenda kufanya nini huko? Aenda kwa ajili ya masomo huko, wajua shuleni kwao. Alienda wathamini na alibahatika kuwa miongoni wa wanafunzi ambao wataenda kuendelea masomo yao Uingereza. Mungu amtangulie na ajalie ndoto zake zote zitimie. Amina, Mungu akupe heri na wewe pia. Mama Rashida, basi mimi acha nikuache. Sawa, nenda salama. Amra, abe, njoo. Haya, naja.
Sister. Vipi? Nimekuletea juice hapa. Okay. Sawa. Niko ndani. Kila tabasamu lako linaniumiza rohoni. Unacheka nami kama rafiki wa kawaida. Game sasa ndo linaanza. Acha tuone litakavyochezeka. Nakupenda wewe, usiyenipenda mimi. Nalia peke yangu gizani bila mimi. Ninajipa matumaini yasiyokuwa na mwisho, lakini moyo wako haujui mapenzi yangu kabisa. Nakupenda wewe, usiyenitazama kwa jicho. Kila siku naumia bila kupata jibu. Nimefungwa na hisia zisizo na njia. Mapenzi ya upande mmoja yananiumiza. Nimejaribu kusahau lakini nashindwa. Kaka. Kila kona ya dunia. Kaka. Kaka! Naam dada. Nikiamka asubuhi ni wewe mawazoni. Dada. Vipi kwani? Nimeanza kuhisi kizunguzungu tu. Baada ya kunywa kinywaji. Kwani umetokana na nini? Dada. Mbona unasema hivyo? Nimekuuliza tu, sina maana mbaya, maana najisi vibaya sana. Sorry sister. Labda inaweza kuwa stress au pia uchovu wa kazi. So naona ingekuwa jambo la busara zaidi ungeingia ndani na kujipumzisha. Sawa. Lakini moyo wako haujui mapenzi yangu kabisa. Nakupenda wewe, usiyenitazama kwa jicho. Kila siku naumia bila kupata jibu. Nimefungwa na hisia zisizo na njia. Mapenzi ya upande mmoja yananiumiza. Labda siku moja utaniona, labda moyo wako utabadilika, lakini hadi siku hiyo ifike. Sister. Basi mimi niko hapo nje. Wewe pumzika na ukiona pia hali inazidi kuwa mbaya, niite nikupeleke usiku. Sawa? Sister. 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 Ina maana dawa nilimwekea tayari ishaanza kufanya kazi. Sister. Sister. Boom. Nilikutana nawe siku ya bahati mbaya. Macho yako yakachoma moyo kama moto wakaya. Nilidhani ni hadithi ya mapenzi ya milele, lakini kwako mimi ni kama hewa ipitayo pole. Kila neno lako nalihifadhi moyoni, kila tabasamu lako linaniumiza rohoni.
unacheka nami kama rafiki wa kawaida, lakini mimi nakupenda zaidi ya kawaida. Naumia kimya kimya, sitaki ujue, navaa furaha nje, ndani naua tuwe. Nakupenda wewe, usiyenipenda mimi, nalia peke yangu gizani bila mimi, ninajipa matumaini yasiyokuwa na mwisho, lakini moyo wako haujui mapenzi yangu kabisa. Nakupenda wewe, usiyenitazama kwa jicho, kila siku naumia bila kupata jibu, nimefungwa na hisia zisizo na njia, mapenzi ya upande mmoja yananiumiza. Kaka, unaendelea nini? Mbona niko hivi? Dada, kwanza samehe sana, maana sikuwa na njia mbadala zaidi ya hii. Yaani mimi tayari na ujao ndani wako. Kaka, unasema nini? Unajua ndani wangu kivipi? Dada, unachotakiwa kuliwa sasa, wewe ni wangu mimi peke yangu, na nikuone jambo moja tu, sitaki kukuona ukiwa karibu na Madola, la sivyo nitaivujisha hii siri. Kaka, wana umefanya nini? Dada, zingatia yote niliyokuambia. Sitaki kuona ukiwa karibu na Madola. Hii video nitamuonyesha na atakuchukia milele bila shaka. Mimi naelekea mahali. Andaa chakula. Nikija nikule ndo nile. Baki. Mapenzi kati yetu mimi na wewe ni hatari na ni kinyume na maadili yetu. Lakini Najma, usikubali kanuni za watu zifungie nyoyo zetu. Upendo wangu kati ya mimi na wewe ni halali. Ni halali Najma. Najma, Mungu kaumba moyo kwa ajili ya upendo, bali si katika mipaka ya kijamii. Jaribu kunielewa japo kiduchu dadangu. Mimi nakupenda sana. Mimi siwezi kuliafiki hili. Na jinsi kama tunavunja sheria za Mungu na kuharibu heshima ya familia yetu. Heshima sio kuishi kwa hofu kwa sababu ya maoni ya wengine. Mimi nakupenda kakako. Nakupenda kwa dhati na niko tayari kupigania hata kama dunia nzima italipinga hili. Please nakuomba dadangu, upokee upendo huu. Najma, leo nimemwona Madola na Abigail wakishikana. Yaani sikwambii mpaka mabusu ndani yake. Unasema nini wewe? Ulimwona nani? Saa ngapi? Wakiwa na nani vile?
Matilda aliniambia kila kitu kuwa aliuona na Abigail mkishikana shikana. No babe. No. Umefika mbali. Ina maana unaamini kiasi hiki? Babe, umenikosea sana. Bro, nimechunguza kagundua kwa unampenda sana Rashida na upo tayari kufanya lolote lile ili mradi uwe na yeye. Umejuaje hilo? Halina umuhimu kwa sasa hilo swali lako. Nimekuja hapa tufanye biashara. Biashara? Biashara gani hiyo? Biashara ya mapenzi. Mimi nina uwezo wa kumfanya Rashida akupende wewe. So, nitaifanya hiyo kazi iwapo utaifanya kazi yangu. Kiukweli nampenda sana Rashida na niko tayari kufanya lolote kwa ajili yake. Napenda vijana kama wewe. Sasa kazi yangu ni hii. Arvi, mbona umekuwa katili kiasi hicho? Kama humtaki Rashida sema. Lakini Arvi, basi fikiria, kama ukiwa tayari utanijulisha. Uwe na wakati mwema. Arvi. Sawa, nimekubali. Ila usipotimiza ahadi yako, msala huu utakuangukia. Bro, kaifanye kazi yangu kama kweli wamhitaji umpendane. Have a nice day.
Lakini mbona kama nafanya makosa? Nikimwomba dola atasaidia nini mimi? Kwa nini nikafanya ukatili wa namna hii? Hapana. Kwa sababu ya mwanamke ndo nitoe uhai wa mtu? Bora tu ikae. Sitaki hiyo biashara. Rashida akinipenda ni sawa, na asiponipenda pia ni sawa. Nilikutana nawe siku ya bahati mbaya, macho yako yakachoma moyo kama moto wa kaya. Nilidhani ni hadithi ya mapenzi ya milele, lakini kwako mimi ni kama hewa ipitayo pole. Kila neno lako nalihifadhi moyoni, kila tabasamu lako linaniumiza. Dada. 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 Please. Dada amka. Dada please, nisikie kakako please. Dada. Dada, please, dada amka. Please, dada. Arvi, sikujua kwa siku moja utakuja kunifanyia mimi kitendo cha kinyama kiasi hiki. Nimekuita kwa jina lako maana huistahili kuita kaka. Maana unyama ulionifanyia mimi, kama kweli ungekuwa ndugu yangu basi usingethubutu kukifanya. Arvi, nakuchukia. Namuomba Mungu akulaani maishani, dunia na akhera. Nakuchukia. Yani nakuchukia sana Arvi. Umenidhalilisha. Umevua utu wangu. Nilikuamini sana. Na nilidhani ungenilinda hata kama ulimwengu ungejeka kunipinga. Mwanadamu kamili hawezi kufanya kitu kama hiki kwa ndugu yake. Nimejaribu kuwaza na kuwazua, kusema labda ni bahati mbaya ukakosea, au shetani akakupitia, ila kumbukumbu zinarudi kunikumbusha ukali wa tukio ulilonifanyia. Na kuandikia barua hii si kwa sababu nataka majibu. Najua hutanipa majibu yoyote atakayoniponya. Na kuandikia ili ujue kuwa nimechoka na mzigo wa maumivu ulionitwika. Siwezi kukusamea hapa duniani na kesho akhera. Naomba laana ya Mungu ikuandame Arvi. Wewe ni mnyama Arvi, na sioni haja kuendelea kuishi. Ushaharibu maisha yangu Arvi. Nimemwachia Mungu. Leo ndio mwisho kumuona Najim kwenye hii dunia. Kwa heri ibilisi maalumuni Arvi. Nimefanya kitu ambacho hata mnyama hawezi kukifanya. Nimevunja mwili na roho wa dadangu mwenyewe. Nimemwingilia bila ridhaa yake. Nimechukua heshima yake kwa nguvu. Mimi ambaye nilipaswa kuwa mlinzi wake. Leo nitasema ukweli bila kuficha. Nilimdhulumu dadangu. Nilimjeruhi mahali pasipopona.
na kinachoniumiza zaidi ni kwamba nilifanya hivi kwa mtu ambaye ni dada yangu, damu yangu, mtu ambaye aliniamini. Aliamini kwa nitamlinda, nitamheshimu maisha yake yote. Sijui kama kuna msamaha makosa kama hili duniani. Mungu, napiga magoti kwako leo, naomba rehema zako nisamehe. Sijui kama moyo wangu unastahili msamaha kwako Mungu wangu, lakini naomba rehema yako. Iwe dhambi kubwa au ndogo, Mungu nasamehe dhambi zote. Sijui kama dadangu nitasamehe mimi, na sina haki ya kuitaka hiyo. Sina haki ya kuhitaji msamaha kutoka kwake. Nimeharibu maisha dada yangu, nimeharibu imani ya dada yangu. Watu watanionaje mimi nimepelekea dadangu akajiua? Siku moja nitahukumiwa na Mungu mimi, lakini mpaka siku hiyo nitabeba lawama hii kila siku. Sioni thamani tena kuendelea kuishi. Please, yoyote yule, kama kuna mawazo kufanya kama nilichokifanya mimi, jaribu kuzungumza na mtu, tafuta msaada kabla hujaribu maisha yako na maisha wengine. Mungu nisamehe sana. Siwezi endelea kuishi kwa hili nililofanya. Siwezi endelea kuishi kwa hichi nilichokifanya. Ni bora tu nimfuate dadangu. Natamani muda ungerudi nyuma, nirekebishe nilipokosea, ila ndo hivyo, maji yashamwagika hayazoleki. Najuta mimi, najuta. Usioniaje kuendelea kuishi, bora nife.